Hii chama iko na maneno mengi. Kwenye hii safari sisi tulikuwa abiria na baba alikuwa dereva ya basi hili. Na kuna siku moja tuliamka na tukashtuka, dereva amekufa, aliaga dunia. Kidogo kidogo wale walikuwa na keti mbele wamekimbia kwenye steering wheel, kila mtu anavuruta pande hii, mtu mwingine pande hii, pande hii, pande hii. Wametusukuma sisi kama abiria, wametusukuma kama magunia, tuko nyuma. Wamesahau. Na vile tunasema hapa leo, ngojeni, baba alikufa juzi tu, tulieni, haraka ya nini bwana? Wacha tuongee kwanza, simamisha hii basi kwanza, wacha tuongee, tuamue, tusonge mbele pamoja. Umenipata? Watu wangu, nataka mkuwe gangari. Sisi kama familia tuko kwenye faction hili ama kundi ile ama sijui nini. Sisi ni team baba. Sisi ni watu tuliokuja kwenye hii chama, we believed in what baba was teaching us. Na sasa tunaona si kila mtu miongoni mwetu who believed in baba. Wengine walikuwa wakimtumia tu. Wamesahau kazi ya uongozi, ama wamesahau vile hii chama ilianza. Wacha niwakumbushe. 2007 nchi iliwaka. Ni ODM ndio ilisimama na watu. 2013 kura iliibwa. ODM, ni sisi tulitoka hapa maandamano. Ni akina nani? 2017 ndio ilikuwa mbaya. Ni sisi tulitoka maandamano. Tulienda hapa town. Tulilamba lami. Ni sisi. Wakati wa swearing in, mlikuwa hamko? Kuna wale wengine wanaongea sasa, sikuwaona siku hiyo. 2022 pia tena tulitoka maandamano. Ni sisi ama si sisi? Sasa after that tulikuwa na hii process ya Gen Z. Baba alitoka juu nchi ilikuwa naenda vibaya. Vijana wetu walikuwa wamepigwa risasi, watu walikufa, biashara zimefungwa. So baba akatoka kuleta utulivu wetu wa nchi. Baba hakuwa psychophant. Hakuna siku baba aliwahi kutuambia kwamba ametuacha hapa ama wapi ama wapi. Hakuna siku. Na wale wanasema ati sijui baba aliwaambia sijui nini. Hiyo ni kukosa adabu. Nyamazeni bwana. Hiyo ni kukosa adabu. Tulieni bana. Everything baba alikuwa anasema mbele ya watu wake. Hiyo ndio mambo vile alikuwa anaenda.